Eternal Father, I offer you the body and the blood. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana asubuhi ya leo. Bwana ametuamsha. Ni Bwana wa maajabu. Jina lake nafaa sifa na shukrani. Mpendwa, nashukuru huyo Mungu kwa sababu amenirudisha tena Jumamosi hii asubuhi ya leo. Bwana amenituma tena na ujumbe njema juu ya maisha yetu, juu ya mambo zetu, juu ya boma zetu. Bwana atatenda mengi leo. Kwa hivyo ibada ya leo, naamini ya kwamba Bwana atakubariki. Hata kama roho yako iko na uchungu mwingi, iko na mawazo mingi, Bwana anakujua na Jehova anakuona. Chukua dakika moja, unamishe kichwa chini ili tuombe pamoja na wewe, ili tupate ni nini Bwana ameweka kwa meza yake ili tusikie. Asante. Asante Mfalme Jehova wa mbinguni, mwenye rehema kubwa. Nimekuja mbele chako kama Mungu wetu. Tazama mpendwa, na unitazame. Mimi ni chombo tu, Jehova. Wewe ndio mwenye neno. Daktari, na kuomba, tazama wale wagonjwa, tazama wale wako na shida mbalimbali, tazama wale wako safarini, tazama wale Bwana wako kazini. Bwana, na wale ambaye tumekaa na ibada ya leo ya asubuhi, pia watazame na usikie ombi lao. Katika hii ibada nimeomba na nimeamini. Amen. Mpendwa, nashukuru Bwana kwa sababu nimeona jinsi Bwana ametuamsha. Bwana ametutuma hapa tena na jambo kuu. Leo nitaongea na mwenye moyo wake inalia. Ako na uchungu mwingi ndani ya moyoni mwake. Ako na roho ambaye inahangaika, inafadhaika, mpaka anajiuliza sababu gani anaishi. Hajaona matunda ya kuishi. Hajaona matunda ya kukaa dunia hii. Kwa sababu kila asubuhi kama leo akiamuka, anamuka na huzuni, ni shida, ni kelele, hakuna kufanikiwa. Yani mpaka anajiuliza kama kweli ni wapi alijikosea, ni nini alifanya mbaya ambaye yeye awezi pata majibu kutoka kwa Jehova. Leo nataka ninene na wewe. Bwana amenituma akaniambia anakufafanisha na mtumishi wa Bwana Ayubu. Ayubu alikuwa na shida kama wewe. Alikuwa akikosa usingizini. Shida ingine juu ya ingine. Akiamukia asubuhi, anasikia kuna jambo imetendeka mahali. Satani ilimuvamia maisha yake na boma yake na mali yake. Kuna siku aliamuka akasema, leo nitauliza Mungu, wapi nilikosea? Nini nilifanya mbaya ambaye siwezi samehewa? Nini nilikosea Jehova ambaye kila mara boma yangu iwezi pata amani? Watoto wangu wanavamiwa, mali zangu zinaisha, biashara zangu wanaangusha. Ni wapi nilikosea Jehova? Ayubu
alikuwa na swali. Leo na kufafanisha na Ayubu, nimeona jinsi umevamiwa, mambo iko kotini, kazi hakuna, biashara zimeanguka, watoto wako kwa nyumba, boma hana amani. Yani hata mali ambayo ulikuwa umeweka zimeanza kuenda, magonjwa juu ya ingine. Ayub alijiuliza swali mingi kwa Jehova. Ni mbona naishi? Sioni faida ya kukaa dunia hii. Unanisikiza? Kuna wale waoni faida. Watu wananena maovu juu ya maisha yao. Watu wanaongea mabaya juu ya maisha yao. Watu wanawachukia bure. Watu wanagombanisha maisha yao. Yani mpaka mtu anaona hana faida ya kuishi. Anaishi na neema ya Jehova aweze kufanikiwa. Nyota zake zote zilienda. Akianza jambo inaisha. Akipata kazi inaisha. Hata watoto ambaye alisomesha waweze fanikiwa. Kesi inafuata ingine. Zingine zimelala kotini. Zingine za mashamba. Zingine za ploti. Zingine ni za magari ambayo ilichukuliwa. Yani mpaka mtu anaona hana amani. Akirudi ndani ya nyumba, ndoa haina amani. Anatafuta ndoa hawezi pata. Ako na vita kwa ndoa. Kelele mahali pa kazi. Hawezi songezwa mbele. Wengine wanapanda rank juu. Yeye mahali aliandikwa hawezi songea. Lakini leo Bwana amenituma kwa wale wote wameona kuna faida ya kuishi. Wacha nikutangazie leo, Bwana katika hii ibada, Bwana atakuinua, Bwana atakubariki, Bwana atakutendea, utaponywa, biashara itanuka, kazi itapatikana, kesi itaisha. Yani wacha nikuambie dada, chenye umetafuta ambayo umelia mpaka unajiuliza wapi faida ya kuishi, utaishi, utafaulu, utafanikiwa na mambo zako itakuwa tofauti. Baada hii ibada, Bwana anaenda kutenda mambo makubwa juu ya maisha yako, juu ya maisha ya watoto, juu ya boma yako, juu ya mijengo yako, juu ya biashara yako. Bwana sio binadamu. Ameona umelia mpaka umejiuliza maswali mengi, mpaka watu ambaye ulikuwa unawasaidia wakakuinukia, wameanza kusengenya, kuongea madharau, kusema mambo haifai. Wacha tena, Mungu amekuja. Ayub alilia. Hata mali ambayo ilichukuliwa zilirudi mara 7. Hata zako itarudi. Biashara inarudi, kazi inarudi. Za Ayub ilirudi, mbona yake haiwezi rudi? Wacha nikutangazie, hata watoto wake ambaye walikuwa wamelemewa, mashetani alikuwa na gongo siku na mchana, hata watoto wako leo maisha yao itabadilika. Sio mimi ndio nasema, Roho ya Bwana inasema jinsi Bwana anaenda kutenda mambo makubwa katika ibada ya leo. Ajalishi umelia miaka ngapi, ajalishi unahangaika na jambo gani, ajalishi ni ugonjwa aina gani, ajalishi ni kazi ilisha miaka ngapi imepita, ajalishi ni biashara ngapi umejaribu na hujafaulu, ajalishi ni ndoa ngapi umejaribu na haifanikiwi, ajalishi ni jambo gani umetafuta kwa Mungu na uoni, ajalishi umekuwa na vita aina gani kwa miaka ngapi, ajalishi umetafuta mtoto kwa miaka ngapi. Wacha nitangaze leo,
Bwana anaenda kutenda. Hata kama ni mamlaka ya kikazi, baada ya hii ibada barua zako zitarudi. Hata kama ni ugonjwa watoto, hata kama ni kazi ya watoto, hata kama ni kazi ya bwana yako, hata kama ni kazi ya bibi yako, hata kama ni kazi ya ndugu yako, hata kama ni ya mama na baba, Bwana atasimama nanyi. Jehova anasema ibada ya leo ni ibada ya kupanguza machozi kwa wale roho zao zimekufa mpaka wameona hakuna maana tena ya kuishi. Ayubu 10. Hapo ndiyo Ayubu alililia Bwana. Kutoka 1 mpaka 3. Fungua kitabu chako. Hapo ndio nanena leo. Kitabu cha Ayubu. Ayubu alisema aoni maana ya kuishi, kwa sababu shida ingine nafuata ingine na ingine juu ya ingine. Kama ni watoto, kama ni kazi, kama ni biashara, kama ni ndoa, anaona kama roho yake ilijaa na uchungu. Labda roho yako imejaa ukitazama mambo. Miaka 3 ulimwaga mtafari, hakuna kujenga. Uliweka mawe, ulikata miti, ulinunua mabati. Yani mpango zako zote zimekwama. Wenzako wanapita wanaenda, wengine wanapata kazi wanaenda, wengine biashara zao zinanuka, wengine ndoa yao iko na amani. Unajiuliza ni wapi ulijikosea, na ilikuwa makosa gani ambayo huwezi samehewa. Bwana anauliza. Ayubu aliuliza. Leo utauliza Jehova, utauliza Mungu, ni wapi ulikosea ambaye Bwana hawezi sikia ombi lako. Na nena na yule anaona hakuna haja ya kuishi tena. Anaona hii dunia shida ingine inamfuata, kama ni ya watoto, mpaka majirani, marafiki wamegeuka, wanakucheka. Wanacheka watoto wako, wanasema watoto wako hawezi faulu. Ibada hii watoto wako watafaulu. Ibada hii bwana yako atafaulu. Ibada hii bibi yako atafanikiwa. Ibada hii boma yenye itajengwa. Ibada hii kesi munayo itaisha. Baada ya ibada hii hata kanisa yako itasimama. Ibada hii ni ibada ya wale moyo wao imekufa, roho zao zimekufa, mpaka wanajiuliza ni wapi walijikosea. Ayubu alijiuliza, Mungu, ni wapi nilijikosea, kwa sababu sioni maana ya kuishi tena. Naongea na wale wanaona kama maisha imewalemea. Naongea na mwenye anaona kama kuna kuishi tena. Naongea na mwenye mgonjwa ambaye anasema hakuna kuishi. Sijui nilikosea wapi. Hata kendo hospitalini hakuna majibu, hakuna kufanikiwa, hakuna kupona. Leo Bwana, katika ibada hii nitaomba na wewe juu ya hiyo jambo. Sikia kitabu Ayubu 10. Hapo katikati. Nafsi yangu inachoka na maisha yangu, sitajiuzwa na kuunga kwangu. Nitanena kwa uchungu wa roho yangu. Nitamwambia Mungu, usinikumie makosa. Nionyeshe sababu ya wewe ukishindana nami. Amen. Na nena na wewe. Wapi ulikosea? Uliza Mungu. Uone maana ya kuishi tena. Mwambie Jehova. Unapitia katika changamoto mengi, unapitia hali ngumu, unapitia vita kali. Mwambie Jehova. Katika hii ibada Bwana anaenda kufungua barabara. Ayubu alilia, akamwambia Jehova,
sioni maana ya kuishi. Roho yangu iko na uchungu, moyoni mwangu inalia. Sijui nilikosea wapi, sijui nilifanya dhambi gani, sijui ni nani nilikosea, kwa sababu maadui wananifuata, wamenigeukia, wameniwekea mtego. Kila mara nikianza jambo inaanguka, nikianza mambo ya watoto inaisha, nikianza kazi nachukiwa. Ni wapi nilikosea? Mpaka unasikia sasa sioni haja ya kuishi tena. Unasikiaje ndugu? We ndio umelia. Mahali popote unaingia hakuna kazi, mahali unapeleka barua hakuna jibu. Unajiuliza ni wapi ulijikosea. Kazi yako leo iko. Huyo Mungu na nena juu yake alijibu Abakuku, alijibu Ayubu, alijibu Sara, alijibu Paulo na Sila, alijibu Danieli. Huyo Mungu naongea juu yake ako na uwezo. Hata leo atakujibu. Aliulizwa swali na Ayubu, nilikosea wapi? Mbona shida juu ya ingine? Mbona vita juu ya ingine? Moyo wangu haina amani. Leo ukimuuliza katika ibada, Bwana akona jibu juu ya watoto wako, juu ya boma yako, juu ya kazi yako, juu ya biashara yako, juu ya mume wako. Akona jibu. Hajalishi ni mambo gani. Hata ukiwa mgonjwa na unanitazama, hata kama umelala chini, hata kama mama yako ndiye amelala, hata kama baba ndiye mgonjwa, leo hii baada hii Bwana akona jibu. Bwana akona jibu. Jehova akona jibu. Mungu akona jibu. Sijui unatazama ni jambo gani utampelekea Bwana. Utamwambia Jehova, mbona watoto wangu hawana amani? Mbona watoto wangu wana kazi? Mbona nyota yangu watoto wangu haiwaki? Mbona kazi yangu hakuna? Mbona biashara zangu zimesimama? Mbona ndoa yangu hakuna amani? Mbona siwezi pata ndoa? Mbona siwezi pata mtoto? Mbona boma yangu imekwama? Mbona siwezi jenga? Mbona kazi yangu iwezi songa mbele? Kila mtu akuna uwezo ya kuuliza Jehova jambo. Ayubu alimuuliza. Hata wewe utamuuliza. Bwana atakujibu. Kama Bwana alijibu Ayubu, Bwana alijibu Danieli, Shadrach, Meshach, Abednego aliwajibu kama tayari wako ndani ya moto. Paulo na Sila wakiwa gerezani waliuliza Jehova jambo, walijibiwa, wakatoka ndani ya gereza. Wacha nikwambia, hata ukinisikiza, hata ukiwa ndani ya jela dakika hii, Jehova akona jibu, atakujibu. Huyo Mungu alijibu Danieli akiwa kishimo ya simba. Hata wewe, hata ukiwa na ugonjwa, hata kama kazi ndi hakuna, hata kama biashara ilianguka, hata kama kuna vita ndani ya ndoa, hata kama watoto wako ni wamekwama, hata kama Shetani menyakua watoto, Bwana ambaye ameniweka kwa ibada akona jibu. Utajibiwa. Utajibiwa. Ayubu alilia mpaka machozi katoka. Akamwambia Jehova, sioni maana ya kuishi. Ni vyema hata afadhali nikufe, kwa sababu roho yangu hakuna amani. Nimelia usiku na mchana. Nilikosea wapi Jehova? Alikuwa na jambo za uchungu. Akucheka na Jehova. Alimwambia Jehova ukweli. Leo ni wakati wako katika ibada. Sijui ni jambo gani utaenda naye kwa goti. Sijui ni jambo gani utaenda naye kwa maombi.
Sijui ni jambo gani utauliza Jehova. Nami leo naomba, na mwenye ameona kuna mahali pa kuishi, hakuna maana ya kuishi, ametezeka, amehangaika, amelia usiku na mchana, ameona watoto wake vile wanatezeka, hata wakati huu hajapata pesa, hata school fees, nyumba zinafungwa, biashara zimeanguka, kazi zimeisha, boma hakuna nyumba, ana mahali pa kwenda. Yani mwenye anauliza nitaenda wapi, nimechoka. Bwana anakujibu. Mpendo wa leo, utajibiwa katika ibada. Ibada ni yako. Wewe ndio unatembea na magunia za madeni, ingine ikitoka ingine inaingia. Unauliza nitajificha wapi, mzigo imeniweza. Unaona kama umechoka, unaweza anguka chini. Bwana atakujibu mpendwa. Mungu atakujibu. Alijibu wengi kwa goti peke yake. Analipiga goti chini, machozi zikatoka, uchungu zikaongezeka, hapo mtoto ikapatikana. Wewe Bwana atakujibu. Hata kama ni ndoa ndio unatafuta, hata kama ni ndoa ndio iko na msuku, hata kama ndio ndoa iko na vita, hata kama wewe ni mgonjwa, hata ukiwa na ugonjwa aina gani, hata kama ni ugonjwa ambao ina tiba, Bwana ni mtibabu. Bwana ni daktari. Bwana ndio ako na uwezo. Sio huyu apostle, sio huyu bishop, sio huyu reverend, sio huyu pastor. Sikiza, ni Jehova wa mbinguni. Yakisema anatenda. Alijibu Ayubu. Baada mali yake kwenda, baada watoto wake kunazwa, baada ya magonjwa kwa mwili, alipitia hali ngumu, alijaribiwa na mambo mengi. Hata ingawa umejaribiwa, ukisimama na huyu Mungu utajibiwa. Weze shinda Ayubu. Mpaka Biblia akasema, sikiza, tusi huyu Mungu wako, kwa sababu hakuna maana. Tunatezeka sana, umehangaika sana, umelia sana, hakuna jibu. Ni Mungu aina gani? Kweli kama kuna Mungu, hawezi tazama jinsi watoto wetu, jinsi mali zetu, ng'ombe zinaisha, mbuzi zinaisha, kondoo zinaisha. Tazama sasa, hata mwili yako magonjwa zimeingia, uwezi tembea, vidonda zote. Tusi huyu Mungu, fadhali ukufe. Lakini huyo Mungu ajibu, alishuka mara moja. Sikiza, Mungu wako hawezi chelewa. Hata saa hii utajibiwa. Alijibu Ayubu. Mali ziliingia, mbuzi zikarudi, watoto wa ambaye walinazwa na magonjwa na shida mbalimbali, wote walifaulu. Ayubu mwenyewe, mwili yake yote na vidonda zote, wakati Jehova alikuja, mwili zilipona. Na kutangazia, hata leo wewe utapona. Hata leo mali yako zitarudi. Hata leo nyumba yako itasimama, ndoa yako itasimama, kazi yako itapatikana, biashara itasimama. Jehova akona uwezo ya kutenda, kubadilisha, kuponya na kubariki. Leo hii ni asubuhi yako. Ibada ya leo haitaenda bure. Bwana anaenda kutenda, Bwana anaenda kubariki, Bwana anaenda kukuongoza. Mambo zako zinaenda kubadilika. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Yani nanena na wewe. Sema amen. Naongea na wewe. Vile unaniona, mambo imeanza kubadilika. Jehova anakuja, atabadilisha. Iwe vita kwa nyumba, itaisha. Sikiza, baada ya ibada, piga namba yangu ya simu, unitumie ujumbe ili niombe na wewe kwa hii jambo. Hii jambo imekuzunguka, imeleta, umetembea, umezunguka kwa manabii, kwa maapostol,
kwa makanisa. Hii jambo na nena juu yake imeleta umezunguka. Hata ndio imelete umefika mpaka kwa mganga, kaketi chini na matako. Yani hii jambo imeleta umezunguka. Kama ni watu wa dawa ya kienyeji, umebeba na vibuyu, umekunywa dawa nyingi, hata zingine za kulamba, zingine za kufunga kwa kiuno. Yani umezunguka na hii shida. Hii shida ambayo nanena juu yake, umejua mahali pengi, ndio sababu umefika Mombasa. Hata hii shida imeleta umefika Nairobi, hata Ukambani, hata uko Siaya, Mugori na Kisii. Umezunguka ukitafuta jinsi ya kusaidika. Lakini baada ya leo ni baada ambaye Bwana anaenda kuwacha nguvu zake, anaenda kuwacha mamlaka zake, anaenda kuwacha uponyaji wake, anaenda kuwacha baraka yake. Ni baada ya asubuhi ya leo ya Jumamosi hii. Bwana hajachelewa. Yale ilipotea inaregeshwa. Ni baada ya kuregesha nyota ya kazi, ya ndoa, ya biashara, ya mjengo. Nyota zinarudi. Kama nyota ya Ayubu ilirudi, mbona yako sirudi? Ayubu ndiye alifika mwisho, paka akasema, wapi nitajificha, wapi nitakimbia, wapi nitaenda, wapi nitaongea na nani? Hakuna marafiki, watu walitoroka, akabaki peke yake. Marafiki wamekuacha, najua uko peke yako sahi. Lakini wacha niseme hivi, leo ibada ya hii Bwana anaenda kutenda makubwa. Usiogope mama, usiogope ndugu, usiogope kijana, usiogope msichana. Bwana anaenda kutenda. Hata jinsi umelia, jinsi mmehangaika, Bwana atatenda. Mama, najua roho yako imeongea mengi, najua roho yako imehangaika sana, najua vile watu wamekudharau, najua vile watu wamenena mabaya juu yako, najua vile watu wakutaki mazuri, najua vile watu wamekuwekea mtego mingi. Lakini leo Bwana ataregesha nyota zako. Wale walipotea na nyota zako, nyota za boma, nyota ya watoto, nyota zako za ndoa, nyota ya kubarikiwa, zinarudi sasa. Kwa sababu hizo nyota Jehova aliregeshea Ayubu. Wakati nyota ilirudi, mali yake ilirudi mara 7. Hata yako inarudi mara 14. Kwa sababu ibada ya leo ni ibada ya kupanguza machozi, ibada ya kubariki, ibada ya kuinuliwa, ibada ya uponyaji. Dakika hii naenda kuomba na wewe. Ajalishi ni jambo gani, ni bambo gani, ni vita gani, ni njia gani ambayo umefungwa naye, hebu pindua moyo wako. Nataka niombe na wewe kwa hiyo shida ambayo umepitia, kwa hiyo vita umekuwa naye, kwa watu ambao wamekudharau, kwa watu ambao wamekuchukia, kwa madeni ambayo unatembea naye, kwa mambo ambayo yako yamefungwa. Naenda kuomba na wewe. Ajalishi ni jambo gani, hebu inua mkono mahali uko. Jehova sio binadamu. Akisema natenda, natenda. Akisema nakubariki, nabariki. Akisema naponya, naponya. Akisema nainua, nainua. Jehova sio binadamu. Hebu inua mkono juu. Naenda kuomba na wewe ili Bwana atende. Ibada ya leo ni ibada ya kuregesha nyota yako ambayo ilipotea. Aliregesha ya Ayubu. Kama Ayubu amefika mwisho, mpaka amesema hakuna maana ya kuishi, yako inarudi. Wacha tuombe pamoja. Inua. Asante mama. Inua ndugu, inua mkono. Jehova anatenda. Thank you Lord. Asante mfalme. Nimekuinua na nimekushukuru. Huyo mama ametezeka, amehangaika maisha yake yote, amehangaika Jehova na magonjwa na madeni na vita, kazi, biashara, ndoa. Kuna mambo ametafuta juu ya watoto, juu ya boma, juu ya kazi yake. Hakuna case Jehova. Huyo mama anatezeka magonjwa, huyo ndugu mguu mpaka kichwa anamani, magonjwa zimemlemea. Na wachilia uponyaji na nguvu zote za baraka. Nimeregesha nyota zake katika jina la Yesu. Naamini Jehova umesikia ombi langu. Nimeomba mengi in Jesus name. Amen. Amen. Asante sana. Mwenye alikuwa naongea na wewe kama kawaida, kama unijui mara yako ya kwanza, mimi najulikana kama Askofu Francis Opell. Napatikana hapa Kayole, hapa Kioi stage
Fika hapo. Kanisa letu ni Africa Revival Center of East Africa. Piga hiyo namba, tuma ujumbe sahihi, tutaongea na wewe ili kesho tupatane katika ibada kuanzia saa 4 asubuhi. Ubarikiwe sana. Namba yangu ya simu 0720 86 39 11, 0720 86 39 11, ama upige 0739 97 07 25. Hapo tutapatikana. Uwe na mchana mwema. Mbarikiwe sana. Tupatane Jumamosi masaa kama hii, na ubarikiwe. Amen, amen. Shalom. Amen. Eternal